Makusudiwa au malengo ya ibada ya funga kwa mujibu wa maneno ya Mwenyezi Mungu na kwa ushahidi wa maneno ya Mwenyezi Mungu katika Suratul Baqara aya ya 183, Mwenyezi Mungu anasema baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao wameamini, kutiba alaykumus siyamu, imefaradhishwa kwenu nyinyi funga, kama kutiba alal ladhina min qablikum, kama ilivyofaradhishwa hiyo funga kwa wale ambao waliokuwa kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ameifaradhisha kwetu sisi ibada ya funga kama alivyoifaradhisha hiyo ibada ya funga kwa wale ambao waliokuwa kabla yetu katika karne zilizopita huko, ili tupate kuwa sisi ni wacha Mungu. Kwa hiyo hayo ndiyo makusudiwa na malengo ya ibada ya funga, ni kupata kuwa mtu ni mcha Mungu, kwa maana ni kupata kuwa mtu ni mwenye kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu kwa kufanya ibada, ni mwenye kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu kwa kutenda amali njema, ni mwenye kuacha kutenda maasi, ni mwenye kuwa na hofu na Mwenyezi Mungu. Huo ndio ucha Mungu. Kwa hiyo sasa, kwa nini sisi Waislamu tunafunga lakini hatuyafikii makusudiwa au malengo ya hiyo ibada ya funga ambao ni ucha Mungu? Kwa nini? Kwa sababu tunakosea utaratibu au mpangilio katika hiyo ibada ya funga. Kwa sababu tunakosea utaratibu au mpangilio katika hiyo ibada ya funga. Nitolee mfano yule mtu ambaye anafanya biashara ya kuuza chakula. Mtu huyo akiwa anaifanya biashara yake pasi na utaratibu au mpangilio wa inavyotaka hiyo biashara, basi mtu huyo hawezi kuyafikia makusudiwa au malengo ya hiyo biashara yake. Na yule mtu ambaye anafanya hiyo biashara ya kuuza chakula akiwa anaifanya biashara yake kwa utaratibu au mpangilio wa inavyotaka hiyo biashara, basi mtu huyo lazima atayafikia malengo au makusudiwa ya hiyo biashara yake. Kwa hiyo sisi tunafunga lakini hatuyafikii malengo au makusudiwa ya hiyo ibada ya funga kwa sababu tunakosea utaratibu au mpangilio katika hiyo ibada ya funga. Ndiyo leo hii utamuona mtu alikuwa ni tayari kuswala, ni mwenye kuacha swala, aswali. Ikiingia Ramadhani mtu huyo ataswali. Ramadhani ikishaondoka atarudi tena kule alipokuwa mwanzo katika kuacha swala, atakuwa aswali tena. Kwa sababu gani? Kwa sababu mtu huyu ameifanya ibada yake ya funga lakini pasi na utaratibu au mpangilio wa inavyotaka hiyo ibada ya funga. Kwa hiyo akawa hajayapata makusudiwa au malengo ya hiyo ibada ya funga. Kadhalika ndio hivyo hivyo, utamuona mtu alikuwa ni mlevi, ikiingia Ramadhani ataacha kunywa, au mtu alikuwa anafanya maasi, ikiingia Ramadhani ataacha kufanya maasi. Ramadhani ikishaondoka atarudi kule kule tena alipokuwa mwanzo katika kufanya maasi au katika kunywa pombe. Kwa sababu gani? Kwa sababu mtu huyu alikuwa anafanya ibada yake ya funga lakini alikosea utaratibu au mpangilio wa hiyo ibada ya funga inavyotaka. Kwa hiyo akawa hajapata makusudiwa au
malengo ya hiyo ibada ya funga. Sasa tuiangalie hiyo ibada ya funga.